lakini wanabeti hali ya kuwa hawajui matokeo. Leo nitawafundisha njia ya kwanza, njia ya awali ambayo inakuongoza katika kupata kujua matokeo ya mpira. Kila timu ina jina na kila mfumo wa jina unatokana na herufi. Kuna herufi ya kwanza A mpaka Z. Ziandike zile herufi A, B, C, D, E, F mpaka Z. Kisha andika kwa namba 1, 2, 3 kufuata zile herufi. Utakuta herufi ya 25 ni Y, Y ambayo inamtabiri Yanga Afrika. Kwa hiyo unapotaka kumtabiri Yanga, herufi yake ni Y. Y imesimama katika namba 25. Ichukue ile 25 izidishe kwa dakika 90 za mchezo. Ukishapata majibu kwamba 25 mara 90, namba utakayoipata igawanye kwa 9. Ukisha igawanya kwa 9, igawanye kwa 7, yani siku 7 za wiki. Utaigawanya kwa 7 kwa 7 kwa 7 hadi zibaki namba ziwe 2, kwa maana namba ukaa 2 2 na hata herufi ukaa 2 2. Ikibaki 22, kwa mfano, natolea mfano, ikibaki 22 ambao ni 2 na 2, unaziunganisha unapata 4. 4 inakaa na 10 katika saa, mfumo wa saa. Chora duara lako la saa, ziandike saa Kizungu na Kiswahili. 4 inakaa na 10. 10 unaiua ile 0, inabaki 1. Kwa maana mechi hiyo Yanga anashinda goli 1. Alafu njoo kwa Simba. Kwa mfano, Simba herufi yake ni S. S inakaa na G katika namba 7. Ichukue ile 7 izidishe mara 90 ambao ndio dakika za mchezo. Jibu utakalopata gawanya kwa 9, kisha gawanya kwa 7. Endelea kugawanya kwa 7 kwa 7 mpaka zibaki namba hizi 2. Kwa mfano imebaki 10. Ikibaki 10 unaiua ile 0 pale, inabaki 1. Kwa hiyo huku kwa Yanga imebaki 22. Ile 22 umeziunganisha 2 na 2, umepata 4. 4 inakaa na 10 katika mfumo wa saa, na 10 tumesema unaiua ile 0, inabaki 1. Huku kwa Simba umegawanya kwa 7 kwa 7, kwa mfano imebaki 10. 10 unaiua ile 0, inabaki 1. Kwa maana mchezo huo utakuwa sare ya 1-1. Hili somo la awali nimelitoa na nitaendelea na somo hili kwa kila hatua. Nitakapokuwa naendelea na masomo mengine, nitakuwa nawafundisha vijana hasa wanaopendelea kubeti ili wayajue matokeo yale wanayoyakusudia kuyapata. Maana tunaposema kubeti ni kutabiri. Sasa kutabiri kupo kwa namna mbili. Unaweza ukatabiri kwa kutokujua matokeo, na unaweza ukatabiri kwa kujua matokeo. Sasa wengi tunatabiri kwa kutokujua matokeo, bali mimi nitawafundisha vijana na hata wazee na wale wote wanaofuatilia masuala ya kubeti kujua namna gani ya kuyatambua matokeo. Na njia hii, kama mtafuatilia somo hili ambalo leo nimeanza nalo, basi tutakapokuwa tunaendelea mtafahamu njia rahisi, njia nyepesi
ya kujua matokeo, na hili somo litawapa fursa vijana wengi, na naamini mtakaofuatilia kipindi changu au kipindi hiki katika televisheni hii ya Usiogope TV, kwa somo hili ambayo nimelianza leo, nitafundisha namna nyingi, njia nyingi, mbinu nyingi za kujua matokeo, na hii ni kuwasaidia vijana katika kuweza kuifuatilia fursa hii ambayo wamejikita katika kubeti mipira. Naamini kwamba vijana mtapata mazuri na mtafikia kwenye malengo na mtapata vile mnavyovikusudia, isipokuwa pesa mtakazopata. Pesa ina kazi tatu. Kazi ya kwanza, pesa ni kuitumia. Kazi ya pili, pesa ni kusaidia, na kazi ya tatu ya pesa ni kuitunza. Basi utakapoitunza pesa, utakuwa umeiheshimu pesa, na pesa kama hautaiheshimu, na yenyewe haitakuheshimu. Kwa hiyo sitaki nilifanye hili alafu niwasababishie matatizo. Hapana, nataka mkipata basi mtambue kwamba pesa ina kazi tatu kama nilivyozielezea. Pesa haina matumizi ya ovyo ovyo. Pesa inaheshimiwa. Kwa hiyo heshimuni pesa, tunzeni pesa, tumieni pesa. Usiogope House Media, tuna kazi na kazi zetu.